anatamani watoto wake muweze kulisikia. Haleluya. Kama una daftari lako na kalamu, andika kichwa cha somo kinasema siri ya mafanikio ni kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya mafanikio ni kumcha Bwana. Hilo ndilo somo letu ambalo Mungu ameliachilia kwetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naenda kusoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 10, mstari wa 12 na wa 13. Kisha tutasoma tena Kumbukumbu hilo la Torati, sura ya 11, mstari kuanzia ule wa kwanza mpaka wa 25. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika hapo wote. Kumbukumbu la Torati, sura ya 10, mstari wa 12 na 13. Nitasoma. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako, ila umche Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri za Bwana na sheria zake nitakazo kuamuru leo upate kuheri. Amina. Itaendelea ile sura ya 11 mstari wa kwanza. Neno linasema, kwa ajili hii mpende Bwana Mungu wako na kushika siku zote mausia yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Nanyi leo jueni, kwa kuwa sisemi sasa na vijana wenu ambao hawakujua wala hawakuona adhabu ya Bwana Mungu wenu, ukuu wake na mkono wake wa nguvu na mkono wake ulionyooka na ishara zake na kazi zake alizomfanya Farao mfalme wa Misri na nchi yake yote katikati ya Misri, na alilolifanya jeshi la Misri, farasi zao na magari yao, na alivyowafunikiza maji ya bahari ya Shamu walipokuwa wakiwaandamia, na alivyowaangamiza Bwana hata hivi leo. Mstari wa 5. Na mambo aliyowafanyia ninyi barani hata mkaja mahali hapa, na alipowafanya Dathani na Abiramu wana wa Eliabu mwana wa Rubeni, nchi ilivyofunua kinywa chake ikawameza, na walio nyumbani mwao na mahema yao na kila kitu kilichokuwa hai kikiwafuata katikati ya Israeli yote. Lakini macho yenu yameiona kazi kubwa ya Bwana aliyoifanya yote. Kwa hiyo yaangalieni maagizo yote niwaagizayo leo, mpate kuwa na nguvu na kuingia mkaimiliki nchi mwinikiaye kuimiliki, nanyi mpate kuzifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu, ya kuwa atawapa wao na kizazi chao, nchi imiminikayo maziwa na asali. Mstari wa 10. Kwa kuwa nchi mwingiayo kuimiliki si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka, ulivyokuwa ukipanda mbegu zako humo na kuzinywesheleza kwa mguu wako kama shamba la mboga. Lakini nchi muivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunywesha maji ya mvua ya mbinguni, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo mwa mwaka hata mwisho mwa mwaka,
Tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu niwaagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, mpate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako, kulisha wanyama wako wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Jitunze nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganya, mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira za Bwana zitawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua, wala nchi isitoe matunda yake. Mkaangamia kwa upesi, mtoke katika nchi nzuri awapaye Bwana. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu moyoni mwenu, na rohoni mwenu yafungeni, yawe dalili juu ya mikono, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafunzeni vijana kwa kuyazungumza, uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako, ili siku zenu zifanywe kuwa nyingi, na za vijana vyenu nao juu ya nchi Bwana aliyowapia baba zenu, kuwa atawapa kama zilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Mstari wa 22. Kwa kuwa kwamba mtashika kwa bidii maagizo haya yote niwaagizayo kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Kila mahali mtakapopakanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Tokea hilo jangwa la Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga, kama alivyowaambia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haya ni maneno ambayo Musa alikuwa anawaambia wana wa Israeli wakati anawaandaa ili kuiendea ile nchi ya ahadi ambayo Bwana aliwaahidia tangu wakiwa katika nchi ile ya Misri ambapo walikuwa utumwani. Na Yesu asifiwe sana. Mungu aliwatoa, na Musa wakati anawaandaa kuiendea hii nchi alipewa amri pia za kutembea nazo, za kuishi nazo, ili waweze kuifikia ile nchi ya ahadi ambayo Bwana aliwaahidia tangu mwanzo. Na Yesu asifiwe sana. Katika ile sura ya 10 tuliposoma mstari wa 12 na wa 13, anapoambia, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Na mimi nakwambia mtu akititimu, Bwana Mungu anataka nini kwako leo hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba masikio yako, naomba macho yako, ili ujue Bwana anataka nini kwako leo hii. Bwana anazungumza na wewe, si Israeli, bali anazungumza na wewe, mtu akititimu aliyoko mahali hapa. Mchana wa leo Mungu anasema na wewe, anataka akupeleke katika ile nchi ambayo amekuahidia tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anahitaji kukupeleka katika baraka zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale katika mstari wa kwanza ile sura ya 11 ukisoma mpaka mstari wa 12, ni kama Musa anawakumbusha yale matendo makuu ambayo Mungu aliyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawakumbusha, anaambia Mungu hakutenda jambo hili katikati yenu, hakuliangamiza jeshi la Farao. Hamkuona matendo yote haya Mungu aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaandaa
ile kuwakumbusha yale matendo ambayo Mungu aliyafanya na wakayaona, wakayashuhudia. Hata leo hii naamini katikati yetu kuna mambo ambayo Mungu aliyatenda, kuna mambo ambayo Mungu aliyafanya. Ukikaa chini ukafikiria, unasema kama isingalikuwa Mungu nisingalifika hapa ambapo nipo. Kama ambavyo Musa anawaambia, hapa mlipofika, kama si Bwana ni nani aliyetenda mpaka mkafika hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitafakari nilikotoka na sasa tuko mwanzo wa mwaka wa 2026. Tulikotoka 25, kuna mambo mengi sana umepitia mpaka kufika leo hii. Ni mambo mengine mazito, ni mambo mengine ya kuumiza, mambo mengine ya kukatisha tamaa, lakini katika hayo yote bado Mungu alikuonekania, bado Mungu alikupigania, bado Mungu alikutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, mafanikio yoyote yana siri ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ufikie baraka zako, ili ufikie yale mafanikio ambayo unatamani kuyafikia, au ambayo Mungu anatamani kukuona wewe mtoto wake umeyafikia yale mafanikio, kuna siri ambayo anaenda kuifunua kwako mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana somo letu tukasema ni siri ya mafanikio ni kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya mafanikio ni mwambie mwenzako, siri ya mafanikio ni kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu yoyote amefanikiwa katika eneo lolote, iwe kwenye biashara, iwe kwenye huduma, iwe kielimu, lazima kuna siri ambayo ameishika, kuna siri ambayo ameing'ang'ania, ambayo kwa hiyo imemsaidia yeye kuyafikia yale mafanikio ambayo kila mtu anayashuhudia na kuyaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumcha Bwana ni nini? Tunaposema kumcha Bwana, kumcha Bwana ni neno la jumla linalomaanisha kujishughulisha na mambo yote yanayompendeza Mungu, ikiwemo kumpenda, kumtii, kumwogopa, kuchukia uovu, kumtumikia, kufanya mapenzi yake, kumwabudu na mengine yote yanayofanana na hayo. Yaani kufanya mambo yote ambayo Mungu anataka wewe uyafanye. Hiyo ndiyo kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuishi katika amri na taratibu ambazo Mungu ameziweka katika maisha yako, hiyo ndiyo kumcha Bwana. Yale mambo yote, ile jumla ya mambo yote yanayompendeza Mungu, ndiyo tunaita kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomcha Bwana ni nini kinatokea katika maisha yako? Ukisoma ule mstari wa 13, anasema tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu niwaagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua nchi yenu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mvua kwa mazingira yetu ya sasa tunaweza kusema baraka ambazo Mungu anahitaji tuzipokee katika maisha yetu. Tunapokuwa tunamcha Mungu, tunapokuwa watu wa kumcha Mungu, Mungu anatuahidi au ameweka ahadi mbele yetu kwamba ataachilia baraka kwa wakati, kwa majira sahihi. Zile baraka zako zitakufikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikaa katika njia ya kumcha Bwana, baraka zako hazitachelewa, baraka zako hazitazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unajua kuna kuzuiliwa baraka, kuna kuchelewa. Haleluya. Lakini wewe ukikaa katika kumcha Bwana, ukajitoa kwa moyo wako wote, ukajitoa kwa nguvu zako zote katika kumpenda Mungu,
kupenda kumtumikia Mungu, kwa vile alivyokuinua, kwa vile alivyokuita, ukakaa sawa sawa, ukaendelea siku kwa siku, unaendelea kumcha Bwana. Iwe unapita katika changamoto, uwe unapita katika magumu, lakini bado unang'ang'ana na kumcha Bwana. Hakika nakwambia, Mungu hatochelewesha baraka zako. Baraka zako zitakujilia kwa wakati sahihi, zitakujilia kwa majira sahihi, nawe utaenda kuona utukufu wa Mungu, utaenda kumshangilia Mungu na kumuinua katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mstari ule wa 15, nami nitakupa na kushiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 15 naomba na wewe urudie, sema. Anasema nami nitakupa na kushiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mstari mfupi sana. Kwa hiyo ukikaa katika kumcha Bwana, Mungu ataachilia baraka za kujitosheleza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataachilia baraka ambazo zimetosheleza kwa yale ambayo ulikuwa unayahitaji, kwa yale ambayo ulikuwa unayatafuta kwa muda mrefu, kwa yale ambayo ulikuwa ukimwomba Mungu kwa muda mrefu. Ukijua kukaa sawa sawa katika njia ya Bwana, ukijua kumcha Bwana sawa sawa, atakupa baraka za kushiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kipimo chako kitakuwa cha kujaa na kusukwa na kufurika, kama ambavyo neno la Mungu linatuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa katika njia ya kumcha Bwana. Hiyo ndio siri ya mafanikio yako. Hiyo ndio siri ya mafanikio yangu. Siwezi kufanikiwa nje na kutokumcha Bwana. Hauwezi kufanikiwa nje na kutokumcha Bwana. Wewe uliye Mkristo, uliyemwamini Yesu, ukasema Yesu, ninakubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, huwezi kufanikiwa kama haujajua kwenda pamoja na Bwana, kama haujajua namna gani ya kumcha Bwana, kama haujajua ni nini Mungu anataka kwako utende, kama haujajua vile ambavyo unatakiwa kuenenda ilivyo sawa sawa, ilivyo na kumpendeza Mungu, baraka zako utazipata kwa kuchelewa sana, au hautozipata kabisa kama hautokaa katika njia ya kumcha Bwana, kama hautojua ni nini unatakiwa kufanya ambavyo Mungu amekuagiza kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasisitiza Musa, anawaambia jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata waimbaji wamesema shika kile ulicho nacho, maana yule mwovu ananyemelea kile kidogo ambacho Mungu amekupa, anakinyemelea, anakiwinda halali usiku na mchana. Usije ukachukulia kawaida, usije ukachukulia kwa mzaha. Shetani yupo kazini, anatamani hata kile kidogo ulicho nacho akunyang'anye, ili ubaki hauna kitu, ili uanze kumnung'unikia Mungu kwamba Mungu, angalia jinsi ninavyoteseka, angalia jinsi ninavyopitia mambo magumu, kwani wewe haupo, kwani wewe haunioni. Unaanza kunung'unika, na manung'uniko hayampendezi Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kuwa mtu wa kunung'unika, Mungu hawezi kupendezwa na wewe, bali unatakiwa kuwa mtu wa kushukuru, uwe mtu wa kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Unasema pamoja na changamoto zote nilizopitia, pamoja na magumu yote niliyopitia, pamoja na maneno mazito walionisemea kwamba sitafanikiwa, lakini bado Mungu anayeishi aliye hai amenifanikisha. Pigie Bwana Yesu makofi. Mungu atusaidie sana. Tunahitaji kujifunza unyenyekevu. Tunahitaji kujifunza namna ya kumcha Bwana. Kila itwapo leo tumpende kama anavyotuagiza katika neno lake. Tuchukie uovu kama ambavyo tumeona nini maana ya kumcha Bwana. Tujitenge na mambo yasiyofaa. Tujitenge na mambo ya dunia ambayo kwa hayo yanawatega watu na kuwaleta watu kwa shetani, wamwache Mungu wao. Tunatakiwa kujitenga naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutafute njia ya Bwana. Tutafute nini Bwana anataka tufanye. Bwana Yesu asifiwe sana.
Anasema kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza, uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yote ambayo Mungu ametuagiza kuyatenda, tunatakiwa kuwarisisha pia na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa kuwafundisha, tunatakiwa kuwaelekeza. Mungu anapenda mambo mazuri, hapendi mambo mabaya. Hichi ni kibaya na hichi ni kizuri. Tunatakiwa kuketi na watoto wetu kuwaelekeza, na hivyo ndivyo Mungu anavyotaka, kurisisha baraka kwa kizazi na kizazi, kama ambavyo anatuambia katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukibarikiwa wewe, jua na uzao wako unabarikiwa. Ukilaaniwa wewe, na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jifunze kukaa katika baraka, ili na uzao wako, vizazi vitakavyokuja nyuma yako, viweze kuona baraka na viweze kujivunia, viseme hakika alikuwepo mtangulizi wetu aliyejua kumcha Bwana, aliyetufundisha, aliyetuelekeza kwa moyo wa unyoofu, akatupa njia za kumcha Bwana, nasi tukaishi katika hizo njia. Na hata neno linasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kuwahamasisha watoto wetu kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumcha Bwana kuna faida nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kumcha Bwana ziko faida nyingi. Nataka nikupitishe kwenye faida kama 6. Bwana Yesu asifiwe. Wale tunayeandika, naomba twende pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida za kumcha Bwana. Nataka tuangalie maandiko yanasema nini juu ya kumcha Bwana. Kwa maana tumesema kumcha Bwana, hii ndiyo siri yetu ya mafanikio kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndiyo silaha yetu, au ndiyo siri yetu ya ushindi wetu, kumcha Bwana. Haleluya. Sasa faida ya kwanza, andika, unapata uzima wa milele. Fungua Mithali 14:27. Faida za kumcha Bwana. Ya kwanza, unapata uzima wa milele. Kitabu kile cha Mithali 14:27. Aliyefika naweza akasoma. Mithali 14:27. Aliyefika ndio kumcha Bwana ni chemchemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Haleluya. Hiyo ni faida ya kwanza. Mithali 14:27 anasema kumcha Bwana ni chemchemi ya uzima. Kwa hiyo kama unataka uzima wa milele, uzima unapatikana katika kumcha Bwana. Kumcha Bwana kutakufanya wewe upate huu uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawa sawa. Faida ya pili, au ninapenda haraka, sitaki nimwache mtu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende pamoja. Kuna mambo, kuna baraka kubwa nyingi ambazo Mungu amekuandalia wewe kama mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mchana wa leo anatupitisha katika siri ya kumcha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya siku chache zijazo mbele, ndani ya miezi kadhaa ijayo mbele,
utakuja kushuhudia hapa mambo makubwa ambayo Bwana amekufanyia. Na Yesu asifiwe sana. Faida ya pili, unafungua mlango wa maarifa. Unapomcha Bwana unafungua mlango wa maarifa. Mithali sura ya 1 mstari wa 7, na pia tutaangalia Danieli sura ya 1 mstari wa 17 na wa 20 hadi wa 20. Mithali sura ya 1 mstari wa 7 inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Pigie Bwana makofi. Kumbe huwezi kupata maarifa kama haumchi Bwana. Haleluya. Kama unatamani kupata maarifa, ni lazima ujifunze kumcha Bwana. Haleluya. Hebu tuangalie ile Danieli. Tuone kuna jamaa hapa ambaye ndo Danieli mwenyewe, kwa kumcha Bwana alipataje maarifa au alikuwa anaonekanaje? Na Yesu asifiwe sana. Danieli sura ya 1 17-20. Kama umefika tusaidie kusoma. Ndio. Basi kwa habari ya hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto, hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuwaingiza akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Naye mfalme akazungumza nao. Ndio. Na miongoni mwao wote wakaonekana waliokuwa kama Danieli, ndio, na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme. Ndio. Na katika kila jambo la hekima, ndio, alilowauliza mfalme. Hebu rudia kila jambo Alilowauliza mfalme. Kila jambo la hekima. Nataka urudie hapo, kuna kitu. Na kila jambo la hekima, ndio, na ufahamu, ndio, alilowauliza mfalme. Ndio. Akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi. Walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Haleluya. Mpigie Bwana makofi. Mpigie Bwana makofi. Kumcha Bwana kutakufanya uonekane bora zaidi popote utakapokuwa, hata mbele ya wakuu. Ukijifunza kumcha Bwana na kutembea sawa sawa katika njia zake, popote utakapopita wewe utaonekana ni bora, kwa sababu ndani yako utajazwa na hekima na maarifa mengi ya kiungu. Hakuna jambo ambalo litakuja utashindwa kulifasiri, kwa sababu ndani mwako Mungu ameachilia maarifa ya kutosha. Haleluya. Pendwa mwana wa Mungu, jifunze kumcha Bwana ili upate maarifa. Na mtu mwenye maarifa ni mtu anayefanikiwa katika mambo yake, kwa sababu anafanya kwa usahihi, kwa wakati sahihi, na anafanya kwa ustadi zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida namba 3, unapata hekima. Zaburi ya 111 mstari wa 10. Zaburi 111 mstari wa 10. Tasoma
Zaburi ya 111 mstari wa 10. Kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Wote wafanyayo hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ukimcha Bwana unajipatia hekima. Na yeyote anayemcha Bwana, Biblia inasema ana akili njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sifa zake zinakaa milele. Kwa hiyo leo ukitamani kuwa mtu mwenye akili, ukitamani kuwa mtu anayefanya mambo yake kwa akili, jifunze kumcha Bwana. Kaa katika kumcha Bwana. Ishi katika kumcha Bwana. Utakuwa ni mtu mwenye akili njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sifa zako zitadumu milele kama neno la Mungu linavyotuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kumcha Bwana. Tutafute namna ya kumcha Bwana. Tukatae mabaya, tutende yaliyo mema. Tufanye yale Mungu anayopendezwa naye. Tumtumikie, tujitoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitoe kumtumikia Mungu. Kila mtu amepewa kitu cha kumtumikia Mungu. Ndio maana nasema nyumbani mwa Bwana kuna vyombo vya aina tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila kimoja kina kazi yake ili kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kimoja wapo, hakuna ambacho hakina kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kinaonekana kinyonge, kidhaifu, lakini bado kwa Mungu kinaonekana kina nguvu. Maana neno linasema Mungu alichagua mambo manyonge au madhaifu ili aibishe wenye nguvu vya ulimwengu huu. Pigie Bwana makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kumcha Bwana. Tamani kumcha Bwana. Uone mambo makubwa ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yako. Uone baraka ambazo ulizisubiri kwa muda mrefu. Wewe kama unaimba, imba sana. Kama unahubiri, hubiri sana. Kama unafagia sana. Kama unadeki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo pia ni utumishi, pia kufanya usafi mahali hapa. Watoto wa Mungu, kama leo tumekusanyika, tumekaa hapa, kuna mtu jana alifanya usafi, mazingira mazuri, nasi tunamsikiliza Mungu anazungumza na sisi, kuna thawabu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kuwa wote wainjilisti, hatuwezi kuwa wote wachungaji, hatuwezi kuwa wote waimbaji, lakini tafuta kitu cha kufanya nyumbani mwa Bwana. Usikae tu hauna kitu cha kufanya. Wewe njoo, hata kama ni kulima majani, kufanya chochote, toa mabuibui huko kama unaona chochote. Usikae kwa hasara nyumbani mwa Bwana. Na Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana wajibu wa kufanya nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo jumla ya mambo yote tukiyaunganisha ndiyo tunaita jumla kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida namba 4. Unaongeza siku za kuishi. Faida namba 4, kumcha Bwana unaongeza siku za kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, kabla ya kusoma ile andiko, mimi nilikuwa najua ile waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate. Nilikuwa nafahamu hiyo, lakini nilipokutana na ile andiko pia nikasema kumbe nikitaka pia kuishi maisha marefu nijue kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu kuwaheshimu wazazi, ni waheshimu wazazi na pia nikimcha Bwana. Kwa hiyo siku zangu zitakuwa nyingi zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Mithali 10:27. Mithali 10:27.
Tuangalie maandiko yanasemaje. Mithali 10:27. Nitasoma Mithali 10:27. Nasema, kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe nisipomcha Bwana miaka yangu itapunguzwa, na nikimcha Bwana miaka yangu inaongezwa. Pigie Bwana makofi. Haleluya! Haleluya! Nampenda sana Bwana. Haleluya! Nasikia raha sana. Tu nikimcha Bwana mimi naendelea kuishi. Naendelea kuwa na siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiangalia habari za Ibrahimu, baba yetu wa imani, ukiangalia Ayubu, ukimwangalia Yakobo, hawa watu walijua namna ya kumcha Bwana, na tunasoma miaka yao, waliishi maisha marefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliongezewa kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Ayubu wakati anapitia katika mateso, watu walijua anakufa kesho au anakufa baada ya masaa machache. Huyu havuki siku 2-3 au havuki mwezi, havuki wiki. Pengine walitamka maneno kama hayo, lakini kwa sababu Ayubu alijua kumcha Bwana, maneno yao yalibaki kuwa yao, na Mungu akamwongezea maisha marefu na akampa baraka tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe kama unatamani maisha marefu, unatamani kuona uzuri wa Bwana, unatamani kuziona baraka za Bwana, jifunze kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Faida ya 5 ni ulinzi kwa watoto wako. Unapomcha Bwana ni ulinzi kwa watoto wako. Nampenda sana Mungu. Haleluya. Kumbe nikimcha Bwana, watoto wangu wanakuwa wapo kwenye ulinzi. Hebu fungua maandiko. Unaweza kusema hii kitu imekaaje? Hebu tuangalie neno linasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya 5 tumesema ni ulinzi kwa watoto wako. Mithali 14:26. Lefika naomba asome Mithali 14:26. Ndio. Cha Bwana ni tumaini imara. Ndio. Watoto wake watakuwa na kimbilio. Haleluya. Amen. Kumcha Bwana ni tumaini imara. Watoto wake watakuwa na kimbilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Una haja ya kwenda kwa mganga wa kienyeji sijui awazindike watoto wako, awachanje chale, ni kuwapatia tu maumivu kwenye mwili. Kuwachana na viwembe sijui na nini. Ile haiwasaidii, haina ulinzi wowote. Wewe kama mzazi, ukitaka watoto wako wawe salama, jua jinsi ya kumcha Bwana. Uhitaji kutumia nguvu nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa katika kumcha Bwana. Kimbilio la watoto wako itakuwa ni kwa Mungu wako unayemtumikia na kumwabudu. Itakuwa kwa Mungu huyu aliye hai, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Jifunze kumcha Bwana ili uweke ulinzi mzuri kwa watoto wako. Uwawekee uzio. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema Bwana asipoulinda mji waulindao wakesha bure. Haleluya. Namba 6. Point namba 6 inasema ni utajiri. Faida nyingine ya kumcha Bwana ni utajiri. Utajiri wa kimwili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana.
ukijua kumcha Bwana unakuwa tajiri kimwili na kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Mithali 22 mstari wa 4 na pia tutaangalia Marko 10 mstari wa 29 na 30. Mithali 22:4, alafu tutaangalia Marko 10:29 na 30. Mithali 22:4. Nasema Mithali 22:4. Ndio. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana. Tulia kidogo. Kumbe ukiwa mnyenyekevu inaonesha au ni tabia ya watu wanaomcha Bwana. Kwa maana anasema thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana. Haleluya. Ukikuta mtu mnyenyekevu anamcha Bwana. Tamani kuwa mnyenyekevu. Haleluya. Endelea. Thawabu ya unyenyekevu ambayo ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima. Ndio. Haleluya. Ni utajiri, sio tu utajiri ila na heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajiri na nini? Kuna watu ni matajiri lakini hawaheshimiki. Tunaelewana? Kuna watu ni matajiri lakini hawana uzima. Anaendelea akasema nayo ni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe ukimcha Bwana unapata utajiri tena wenye heshima na unakuwa na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Marko 10:29 na mstari ule wa 30. Yesu akasema, ndio. Amini nawaambia, Yesu anawaambia wanafunzi wake, hakuna mtu aliyeacha nyumba, ndio, au ndugu wa mume na ndugu wake, ndio, au mama au baba au watoto, ndio, au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ndio, ila atapewa mara 100 sasa, ndio, wakati huu, ndio, nyumba na ndugu wa mume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na uria, ndio, na katika ulimwengu ujao, ndio uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema atapewa baadaye. Sasa, haleluya. Ukijua kumcha Bwana, ndio maana kule mwanzo tumeona mvua inakuja kwa wakati, yaani baraka zako zinakuja kwa wakati sahihi, na si wakati sahihi tu, zinakuja kwa kujaa, kipimo cha kujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kumcha Bwana unaleta utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio utajiri usubiri mpaka utakapoenda mbinguni. Amesema unaanza sasa kuyafaidi matunda ukiwa bado uko hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapa duniani na katika uzima wa milele vile vile. Pigie Bwana makofi. Penda sana Yesu. Hizo faida za kumcha Bwana. Ndugu yangu mpendwa ulioko mahali hapa, Mungu amezungumza na sisi siri hii. Ametukumbusha kama tunahitaji kubarikiwa, kama tunahitaji kuziona baraka za Mungu katika huu mwaka 2026, kama tunahitaji kuona ulinzi, tunahitaji kuwa na maisha marefu, tunahitaji kuwa na uzima, ni lazima tujue namna ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tutamani kumcha Bwana. Ni lazima tuenende kwa unyenyekevu. Ni lazima tujifunze kumlingana Bwana. Ni lazima tujifunze kwenda katika maisha ya unyofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuweze kuzipokea baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
naomba usimame mahali ulipo. Tutakwenda kufanya maombi. Najua kila mmoja hakuna